Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyonipa pumzi na uhai wa kuweza kuwa hapa leo. Kwa jina naitwa Mohamed Said Muidini, mratibu wa programu ya Kalamu ya Samia Inaongea katika upande wa masuala ya wazee na viongozi wa kimila. Niko hapa leo kuelezea juu ya swala la amani. Swala la amani ni jambo muhimu na la msingi sana katika nchi yetu, kwa sababu tunaona jinsi wenzetu waliotuzunguka wanavyoitafuta amani kwa udi na uvumba, lakini imekuwa ni kikwazo. Basi kama ndivyo, naomba nisisitize swala la amani kwa ajili ya kuweza kuendelea kuwa katika hali ya kiamani ambayo itatupa uwezo wa kufanya mambo mengi yafuatayo. Kwa waumini, kama hawana amani, hawatakuwa na muda wa kuweza kumcha Mungu wao kwa dini zote na imani zote. Na kwa wale ambao wachumi, pia kwa biashara zao zitakosa muda wa kufanyika kwa kuuza na kununua. Lakini pia na sisi kwa watu wa kada ya kawaida, bila ya kuwa na amani, tutapoteza mwelekeo wa hali ya maisha yetu ilivyo. Amani tuliokuwa nayo sio amani ya bure, ni amani ambayo ni tunu tulioipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia inaambatana na busara ambazo za uongozi wa nchi yetu, jinsi unavyoweza kuona ni namna gani nchi iwe na amani. Jukumu letu sisi kama wananchi, tutumie fursa hii na tunu hii kwa kushirikiana na uongozi wetu, Mheshimiwa Rais, tumuunge mkono katika masuala mazima yanayohusu amani. Kama nilivyotangulia kusema ya kwamba amani inazuia kufanya mambo mengi ya kimsingi: kumcha Mungu, kuuza na kununua, lakini hali ya kawaida ya maisha ya kawaida kwa watu. Sasa basi, leo tupo kwenye mwaka wa kuingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Ningeomba wale vijana ambao mara nyingi tunatumiwa sana katika kutaka kupewa mihemko ambayo inaashiria kutoweka kwa amani, tunapopewa mihemko, kwanza tujifikirie kwa umakini, kwa undani, na kuona je, hii mihemko tunayolishwa inaashiria nini? Hilo ni jambo moja la msingi na la maana sana. Kwa sababu gani? Wewe kama kijana una mtaji wa nguvu inayobebwa na ujana uliokuwa nao, lakini kuna wazee wako, kuna familia ambayo ni watoto ambao wao hawawezi lolote isipokuwa kwa kuwezeshwa na wewe au na wazee wao. Katika wazee wao kuna wazee na vikongwe ambao hawa nao wamegeuka kama watoto. Uwezo wao wa kufanya moja baada ya jingine unatokana na wale watoto wao ambao ni vijana kwa sasa hivi. Kwa hiyo ujue kijana una nafasi kubwa sana ya kufanya mambo kwa kutumia busara, ambayo itapelekea kuwa salama zaidi. Hii itatusaidia kuendelea kuishi katika mazingira ya amani. Kutokana na fursa hii niliyopewa mimi na haya ninayoyazungumza, naomba kwa wale ambao mnaniona, mnasikia, iwe kama ni message ambayo tunaweza kuibeba na tukaisambaza kwa wenzetu wote. Nirudi kwenye masuala ya kisiasa. Siasa si sababu za kufanya kuwe na upotevu wa amani. Siasa ni mfumo wa watu wanaokubaliana nao katika kuishi kwao, kuweza kujadili mambo yao, wakapata mustakabali wa makubaliano kwa kupitia vikao na mijadala mbalimbali. Sasa mtu akiambiwa kwamba kuna
sijui jambo fulani mbona haliwi hivi, na hatimaye akachukua jazba hiyo. Ni mihemko ambayo inapelekea katika kuelekea kwenye uvunjifu wa amani. Amani ambayo tukiipoteza, kuitafuta na kuipata ni kazi ngumu sana, na mtaji wake haupatikani katika duka lolote wala kiwanda chochote, zaidi ya kukubaliana katika njia za kistaarabu ambazo mama amekuwa akizifanya katika kusimamia na kutekeleza majukumu ya wananchi wa Tanzania. Nikizungumza mama, ngoja nifafanue. Mama yetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mama wa mfano, huyu ndiye ninayemkusudia hapa. Ndugu zangu, kwanza nishukuru Swahili Media kwa kuweza kutupa sisi watu wa kalamu ya Samia Inaongea, sababu kupata tu huu muda wa kuweza kuiambia jamii ni jambo ambalo kwa kweli hii Swahili Media imeliona kwamba ni jambo la msingi. Kama media imeona jambo la msingi, kwa nini sisi tunaolengwa na haya ninayozungumza tusione kuwa ni ya msingi? Pia nitakuwa mkosefu wa shukurani bila kuishukuru hii na kumshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa imani yake ya kiuvumilivu kwa yale ambayo anayasimamia, ambayo baadhi ya watu hatutaki yawe kama anavyosimamia. Sasa kujifanya kutokuelewa au kufahamu nini kinachoendelea ni kumsingizia shetani, wakati shetani hana rangi, hana umbile, hana jinsia. Mambo yakishaharibika mnasema ilikuwa ni shetani. Je, ukiulizwa huyu shetani ni wa kike, wa kiume au ni wa aina gani, nini utajibu? Kwa hiyo tusijimalize wenyewe wakati Mwenyezi Mungu ametujalia kutupa akili timamu, uwezo wa kufikiri, kuona na kufikiri kwa uhakika na kupata mawazo yaliyokuwa sahihi. Wenzetu katika upande mwingine wa siasa, wenzetu wa Chadema mara nyingi wamekuwa wanajichanganya kwa kutumia nguvu bila ya kutumia busara ya kuongea na kuweza kuongoza vijana katika njia ya mustakabali wa mfumo wa siasa unavyotafsirika. Na kuombeni ndugu zangu, tupunguze hizi jazba, tupunguze mihemko. Kwa sababu gani? Katika taifa hili, kwa mtu yoyote mwenye akili timamu na mwenye nia njema, sisi tunajenga nyumba moja. Hakuna sababu ya kugombea fito zaidi ya kufuata utaratibu unavyoelekezwa. Nini maana ya siasa na kwa nini tumekuwa na siasa? Dunia mzima imekuwa na siasa. Siasa, kama nilivyotangulia kusema kwa tafsiri nyingine, ni makubaliano ya watu ambao wako pamoja katika kuyaendea mambo yao na jinsi ya kuishi kwao.